कुछ सोच के बोला होगा तुमने। Ukinitazama dunia husimama, wewe ni zaidi ya nyota na Kupenda na kuhitaji, ninapokwenda kwangu weka mamaji. Haiko sawa. Vipi tena? Haiko sawa nini? Sasa kwa wewe mtu mzima na akili zako timamu unabishana na mtu ambaye unamuona kabisa katika hali yake. Hali yake yako yeye mimi sijui. Mimi hapa naozea watu wenye akili zao, mimi siwezi kumuuzia uchizi bwana. Sawa, lakini wewe hujapenda kuwa hivi. Unatakuwa mtu mwingine uwe tena hisani. Hisani ya nini sasa? Sawa, acha. Shingapi bwana? Sio nyuma. Sitimia. Shika yao mimi nakulipa. Sawa. Mama shao. Marahaba jambo mwanangu. Jambo. Naona upo unafajia hapa. Kuna usafi mwanangu. Sasa mama, kuna jambo kidogo nataka nizungumze nawe. Ndio. Mwanao Biliama yupo katika hatari sana. Hatari? Hatari gani hiyo? Hapa mtaani kuna kijana yule nahisi ni mgeni. Nimeona anafuatilia sana binti yako. Sasa
sijajua lengo lake ni nini hasa. Anakaa wapi kijana? Ni hapa hapa mtaani. Sasa nampata binti yangu, nataka kumfanya nini huyo kijana? Binafsi sijajua lengo lake ni nini, ndio maana nachukua hatua kuja kuelezea. Hujafanya baya. Tena nashukuru sana kunifikishia ujumbe. Sasa cha kufanya basi, naomba nipelelezee huyo kijana mpaka nyumba anayokaa. Chochote mimi nitakupa mwanangu. Kwa hilo tu hali imeisha. Naomba uniambie. Umeelewa eh? Ila mkono kidogo funge, si unajua. Yaani yote usiwaze mwanangu, kwa sababu jambo la heri. Sawa. Usijali. Yale mambo sio mazuri. Sio kuachekea hayo. Kabisa, ndio maana nikaamua nije nikupe taarifa. Haina shida. Basi nachana niende. Na hiyo ndio taarifa. Basi afanyie kazi. Nana shida naye gani? Asia nataka kumbaka. Lakini kalifanyia kazi. Nenda. Ipi mwanangu, nimechoka shughuli za wenzangu kumala kibao. Nishatunza mpaka nimechoka. Kwani mwanangu naye ulewi? Mamdogo, kuolewa ni mipango ya Mungu. Kwa hiyo utaolewa tu. Unataka kuniambia mwanaume huyu unachewa wewe? Sina hata mtu. Na mimi nipate mkwe. Hata madam dadangu alipokaa kaburini huko anasema kweli kaozesha mwanawe. Na kwa wenzangu wote tunafurahia shughuli. Watu wenyewe ndio wewe na nani na dadako yule. Ama utakuwa kama dadako na wewe. Sasa kukaa tu hivi tu mwanangu. Basi usijali mamdogo. Nitakutafutia mkwe mzuri. Nitakuletea. Simtafutie gume nitafutie mkwe. Sasa kama kwamba hujaolewa hata ataletea jana mme hapa. Ni jicho mekundu utafika kama katoa kumta mibange. Amna mimi. Maskini mwanangu. Vipi atapona kweli? Mamdogo. Mbona sana dadangu. Kila nilalapo lazima nimwombe dua dadangu. Lakini sina imani kama atapona. Anadhalilika mwanangu maskini. Hata dada yangu alipokuwa kaburini hata kukaa kwa amani kai kwa amani. Kipenzi chake. Naomba sana Mungu mwanangu. Msibi tungana na dadako kwanza ongee naye vizuri. Sasa nataka kusoma kwenye CS. Umeshakula kweli ule? Bado nasajana kwanza kurudi sasa hivi mamdogo. Acha nikamwandalia chakula. Andalia chakula mbendeleza. Mfanyia hivi mwanangu. Mungu kama upo naomba kweli nilipie na yeye. Una matatizo gani? Nisikilize. Tena naomba unisikilize kwa makini sana. Na ikibidi eka ubongo wako standby kwa ajili ya kusikiza pointi zangu. Mimi hapa ni sawa katika maisha yako. Kwa nini unasema hivyo? Nasema hivyo kwa sababu mapenzi ni pesa. Isiampelekee jeti. Santos. Oya.
Kwa hiyo mimi hapa naongea peke yangu, si ndio? Tulikuwa tunazungumzia nini? Unazingua. Hapana. Wewe kama umechoka, kama una usingizi, ukienda nini ukalale tu. Sema unajua nini? Kuna vitu anaviona viko sawa kabisa. Hivi unamkumbuka yule binti wa jana? Binti. Biliama. Ndo anaitwa Biliama. Hivi yule binti anaishi wapi? Yule anaishi hapa mtaa pili tu. Vipi kwani? Kwa sababu katika kumbukumbu zangu alishawahi kuwa mpenzi wangu. Hivi kweli wewe unajielewa wewe? Acha tamaa. Wanawake hapo wengi hivi. Nenda huko, nenda, wanawake hapo hivi. Kila design unamtaka wewe. Shida sio tamaa. Shida ni pendekezo la nafsi. Hivi ndugu yangu, hujaona wanawake wengine huko? Hapa wanawake hapo kibao. Hizo tamaa hizo. Ndakuwa makini, usije kumbaka binti wa watu. Usio kambaka. Hizo tamaa. Sawa. Yaani wewe unajua utakuwa uniamini kile ninachokizungumza. Yule binti mimi namfahamu. Tena namfahamu vizuri tu kwa sababu yeye ni shemeji yangu mimi. Na mpaka kwa unapajua. Ile hii alishakuwa mpenzi wako. Ndugu yangu, sikia. Kama kuna vitu unavitumia, basi viache, vitakupoteza. Si umenielewa? Ila ipo siku utaamini ninachokizungumza. Kwa mambo haya ukija kwangu mkute au ndakapokualika siku ya ndoa. Usio bure. Utafanikiwa. Nina mama. Maovu yanafanya sherehe. Baby. Kuna jambo nataka nikwambie. Kitu gani? Hivi Biliama ana pacha yake? Hapana kwa kweli. Tumezaliwa wawili tu. Ama labda ndugu wote, labda mtoto ba mkubwa ba mdogo mmefanana naye tu? Hapana. Biliama, kuna mtu anamfuatilia akidai kwamba ni mpenzi wake, mpenzi muda mrefu sana. Mpenzi wake? Mbona umeshtuka hivi? Nani kutoka nini? Yeye anadai kwamba ni mpenzi wake. Ndio maana ningesema nikuulize yule labda na pacha yake. Hapana. Mimi sija kuambia. Unamfahamu rafiki yangu Santos? Namfahamu. Santos anadai kwamba yeye ni mpenzi wake. Sasa na mimi anamchanganya. Ndio ngasema ta wewe nikuulize wewe labda utakuwa unafahamu chochote. Hapana, mimi sifahamu. Sawa. Kwani Biliama alizaliwa vile vile? Baba yangu hakuzaliwa vile. Ila ni mambo tu wangu. Kwani ni jambo gani ambalo lilimkuta mpaka
tu. Ndipo ni zangu. Ila mimi naamini kwa siku tu Mwenyezi Mungu atawasaidia, itakuwa sawa. Sawa. Nashukuru. Sijani, nidhani Mwenyezi Mungu atamsaidia. Tunasema abujubuju. Santos. Vipi ndugu yangu? Safi. Wao nioni au? Wewe peshi vipi? Safi. Habari yako? Salama. Sawa. Vipi ndugu yangu? Mbona hai sana? Hamna kitu. Sawa lakini peshi mzima. Sikia sasa. Shumera usi yapo. Ongera. Inaonekana tu jinsi ulivyokaa. Sawa. Huyu ndio nikwambia rafiki yangu kwa Santos. Nadhani nishakwambia taarifa zake. Mimi ndio Santos, kisia mwingine photocopy. Kumbe ndio huyu. Sasa bwana Santos. Labda nikwambie kitu kimoja. Kuanzia leo hii ukome kumfuatilia dada yangu. Tena mwanzo na mwisho. Unamtakia ni dada yangu wewe? Nisikuelewi. Na ukiendelea kumfuatilia dada yangu, polisi inakuita. Sikia. Mambo unajua hataki haraka, sawa? Santos. Ndio umeelewa mwenyewe. Sawa? Huyu hapa ni dada yake. Sawa. Kwa hiyo umeamua kunivua nguo kwa sababu ni familia. Ikitokea jambo na kama limetokea mimi, kwa lazima niwe makini na wewe ndugu yangu. Sawa, lakini sio kwa ubaya. Mimi nimwambia kwa sababu ni ndugu yake. Hata kama kwa hiyo umeamua kusamini sana mwanamke kuliko mimi. Sio hivyo. Ndio ndugu yake kaka. Poa mwanangu. Sijamaanisha hivyo. Vizuri. Endelea kusamini pande huo, ila la kwangu litatimia. Sikia. Mimi nitazungumza naye. Nasi atanielewa vizuri sawa? Lakini mambo sikujaza. Sawa? Tuondoke basi. Cha kuokoa